kwanza. Mimi ni binti wa umri wa miaka 16 natokea Geita. Kuna mama huko mkoani kwetu Geita aliniunganisha na bosi mmoja anaishi Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya kazi. Ananiambia kwamba kuna kazi ya M-Pesa. Baada ya kufika huko Dar es Salaam, nikafika stendi, nimefika pale stendi, nikawa nampigia yule bosi hapatikani. Baadaye tena nikampigia, akawa amepokea simu, akasema anakuja, akawa amepokea. Nikasema sasa huu muda jamani, huku kote watu, kwanza sikuwa mwenyeji. Ilikuwa tarehe 16, tarehe 12 mwezi wa pili. Maanake nilifika Dar es Salaam ilikuwa tarehe 13 mwezi wa pili. Baada ya hapo nimelala pale stendi, nikaa kama vile mtu amenitelekeza, yani nimekaa pale kutoka ile saa 11 alfajiri mpaka saa 3 asubuhi ndio yule mama akawa amefika. Kufika pale simu yangu ikawa inazima na kuwaka, nilikuwa nasema alipofika pale baadaye ndo akanipata, akaniita, "Huyu njoo." Nikaenda, nimeenda pale nikaingia kwenye gari yake, akaanza kuniambia, "Nahisi fulani nimekwambia kazi ambayo nakuja kuifanya huko." Nikasema ndio. Nikasema kwa upesi kwa sababu nilijua kazi ambayo nakuja kufanya kwa mimi. Tulikuwa tunaondoka, akawa ananiambia mimi ndio fulani. Akawa anaeleza vitu vingi akiwa ananitizama. Baada ya kufika pale kwake, ni nyumba kubwa tu lakini haikuwa na mtu. Nimefika pale kwake, tukaingia ndani, nikamwomba kupumzika. Ule muda nimeenda kupumzika chumbani. Nimefika saa 6, mtu anakuja ananiamsha na maji. Namwagiwa maji. Nikasema labda nihisi kama vitu basi tu. Baada ya kufika pale yule mama alivyoniamsha na maji pale, nikaa namwambia, mbona umenimwagia maji? Akaniambia, "Kwani umekuja kulala? Sio nini maskini wa kutupwa." Yani maneno kama tusi. Yani kwanza pale alivyoanza kunielekeza, mara utafuta madirisha, utafanyaje? Sasa swali nikawa najiuliza, kwani mimi nilivyopelekea labda nilijiuliza kwa kuwa mimi nitafanya ile kazi ya M-Pesa nikiwa naishi kwake, kwa hiyo ananielekeza kama ni labda asubuhi nikiamka nafanya kazi, naenda nafanya usafi, naenda kazini. Unaona sasa nimekaa pale, akawa ananielekeza zile kazi. Sasa kuelekeza kazi nikamuuliza, "Mbona yani kazi zile anavyonielekeza kama kazi za ndani?" Sasa ule ujasiri ukatoka, nikauliza, "Kwani mimi hapa ni dada wa kazi za ndani?" Akaniambia, "Kwani fulani amekwambia hapo unakuja kufanya kazi gani?" "Hapa ni kazi, kuna kazi na kazi, tena utafanya kazi zangu." Nikamwambia kama ni kazi za ndani mimi siziwezi, kwa sababu kwanza mimi kazi za ndani tu kiufupi nikamwambia siwezi. Akawa anajieleza kwamba nimetuma nauli yangu, gharama zangu za kula mpaka huko sijui nini. Pale yani ile akawa ananifokea, akanyang'anya simu zangu kwa simu hii. Akafungia simu zangu ndo akaniambia, "Kwanza nipikie, nikaangie mayai." Nikaenda kule, akawa ananielekeza jiko la umeme, sehemu mambo ya majiko umeme sijaelewa. Nikachukua, tulikuwa kuna kiberiti, nikawasha jiko la gesi. Nikawa nimepika ile mayai, kaniambia nichanganye na vitu vingi nilikuwa sijui. Nikakoroga na vijua nini. Nilivyompelekea kwenda kuonja, nasema, "Unataka kuniua wewe mtoto sijui ni nini?" Akanishika kofi. Sasa hivi mbona ile sasa nikaanza kuwazi, sasa mbona kama vile sivyo. Nilipozani baada hapo nimekaa nafikiria mambo mengi, kwa sababu sikuwa na simu ya kuweza hata kumpigia mtu yoyote. Nimekaa naanza mambo mengi. Baada ya pale akaniambia tendo kaniogeshe. Sasa mimi nikajiuliza, jamani, mtu mzima anaogeshwaje? Na mimi sikupinga, nikasema kwa sababu wanasema ukiyakoroga
Nikaenda nikamuogesha, nikamfuta maji, sijui akaanza kutaka sijui nimfanyie massage. Akaanza kunielekeza jinsi ya kufanya, kupaka mafuta na mpaka ile mafuta ya massage. Baada ya pale nimemaliza kufanya ile kazi, nimerudi kuja kukaa sebuleni, akaniambia, akavaa nguo akatoka kule. Akaniambia natoka mara moja. Hapa ndani kwangu ilikuwa saa 11 nimekaa saa 12. Hapa ndani kwangu mimi sheria hakuna kuwasha TV wala taa za ndani, washa za nje. Nikasema sawa. Baada ametoka kama kawaida yake akanifungia mlango, akatoka na gari lake, geti lake la kutumia remote. Alipotoka na mimi sasa nikawa najiuliza, ndani giza. Halafu tena simu sina, nikawa nawaza mambo mengi sana. Baadaye imefika saa 6 usiku, naona mtu anarudi na vijana wengi, wanaume walikuwa kama vile wanne. Baadaye wakawa wanaingiza maboksi ndani. Hapa ile salamu tunaambia mtoto mama na wakaingiza maboksi, baadaye wakatoka. Yule mama akaingia, kanitizama, kaingia chumbani kwake, kajilaza. Baadaye nikaona muda unaenda, kwanza nishaanza kusinzia hapa vya kutosha. Na mimi nikaingia ndani kwangu kwenye chumba ambacho alikuwa amenikabidhi, nikalala. Kulala pale nimelala, nashangaa mlango wangu unasukuma. Anaingia yule mama sasa akavaa vingo vya ajabu. Nikasema labda ndo si watu wa mjini bwana amevaa hivi kwa ajili ya kulala. Akaniambia njoo chumbani kwangu. Nimeenda, nikamwambia kulikoni, njoo chumbani kwangu. Nikaenda. Sasa mimi nikaenda chumbani kwake, nimevaa kijana. Akaniambia mbona umevaa? Nikamwambia mimi kulala kuoga silali bila nguo. Ulale bila nguo? Ina maana wewe hata unalala na nguo 6 mwilini? Nikamwambia hamna, hapa sijavaa nguo, sasa nimevaa nguo 2 tu. Wewe si nini? Nikamwambia mimi ni binti. Yaani kwanza binti uruhusiwi kulala mwili mtupu aliyokuwa una mume. Unaona? Akaanza kuniambia sasa naona unanipangia sheria. Naona. Baadaye akaniambia toa hiyo nguo, sio nitafanya kitu. Yaani akaanza kunitisha nitafanya kitu kibaya. Hapa wamepita mabinti wengi na mimi katika maisha yangu sipendi mabinti wabishi. Ndio maana nimetafuta mabinti, natafuta binti mdogo ambaye ataweza kufanya kazi yangu. Na wewe ufanya kazi yangu, na ukinifanyia vizuri nitakulipa mshahara, nitakuongezea mshahara mkubwa zaidi ya hiyo 200,000. Nikasema sasa, mbona niweza kwa nafanya kazi gani? Ndio baadaye akanipa nilivovua ile nguo akanipa mpira. Yaani kanipa nguo ambayo ni kama vile tunasema kibikini ambacho kimeunganishwa kama vile uchi wa mwanaume. Akaniambia unaona hiyo unaweza kuivaa. Alafu unaonekana wewe ni bikra. Ngoja lazima nikukague kwanza. Ndio tukaanza kugombana pale, nikagua. Baadaye akaanza kusema kumbe madam bitch kabisa yaani sasa nitakuwa nikufundishe vitu. Nikasema sawa mama, vipi kwani mama Firauni? Akaanza kunitisha pale vitu, ni kama akananiambia kwanza wewe kwani unasikia hakuna chochote. Yaani ukifanya hii kazi kwanza utapata hela, wazazi wako utajengea majumba, utawafanyia nini? Nikasema sawa. Baada ya kunipa ile mpira nikavaa, akaanza kunielekeza fanya hivi. Yaani mimi nikawa ndo kama vile mimi ni mwanaume wake. Pole sana. Baada ya hapo? Yaani baada ya hapo nimefanya vile vitu, kile kitu nikawa nimemaliza kufanya. Yaani kile kitu nimefanya mara kwanza kunipa pesa. Baadaye ndo akamaliza nimeweza kile kitu, akaniambia twende kaniogeshe. Na mimi kama kawaida, kwa sababu unasema nendele fuata upepo. Nikawa nimemuogesha, baadaye akaja kulala. Amelala, mimi nikaenda kwenye chumba changu. Nikawa nakaa nawaza mambo mengi kabisa. Nilipambazuka asubuhi kama kawaida yake, kaamka tena niogeshe sijui nini.
akawa anaongea vitu vya ajabu. Hapo amepita mabinti kibao, na wengine nilikuwa nafanya kitu kibaya, na inaweza kufanyia kitu kibaya na serikali sinifanye chochote. Sasa nikajiuliza, sasa yule mama yule mama alikuwa nasi ya walabu. Sasa nikajiuliza, unanitishia amani kwenye nchi yangu? Moyoni ndo nasema hivyo. Baadaye alivyotoka, katoka tena, sijajua alikwenda. Akitoka anavaa maajabu, yaani kama vile Muislamu mzuri, kwenye gari yake kaweka mpaka tasbihi. Yaani ule mtu akiweza kuangalia mtu wa kawaida anaweza kusema mama swala 5 sijui nini kaza, lakini vitu vyake anavyofanya anavijua mwenyewe. Baadaye tena ameenda virudi, alipofika pale akawa mhitaji, na vile mimi hakuwa akiondoka labda kuniambia utapika hiki na kile, hapana. Na mimi akiondoka naosha gesi, napika ninachojua mimi, nakula, naosha vyombo, natulia. Baadaye amerudi saa 12 akafika, akaniambia changamka, alafu huko ndani unatakiwa usivae vijora, unatakiwa upige vipensi mtoto upendeze. Nami nikasema sasa vipensi na vitoa wapi? Nikamwambia wewe unaniuliza hivyo mimi vipensi nitakupa. Huko ndani kuna nguo mabinti wameacha nguo, kuna vipensi unatakiwa upendo. Kana nivalisha vipensi na t-shirt kubwa. Yaani si kwamba akinivalisha zile nguo labda tunatoka, yaani nabaki ndani mimi kama vile mwali. Akihitaji kile kitu nafanya. Baadaye nikawa nafanya ile kazi, basi kwa kuwa alikuwa ananitishia mkoi wangu, nikawa nafanya ile kazi, nimefanya. Akawa ananiambia yaani wewe unafanya vitu vizuri sana, yaani vitu vizuri kuliko mabinti wote waliopita, kuliko hata marehemu wangu. Kwa hiyo nikawa nafanya kile kitendo, alikuwa ananirushia hela, kwa ile kazi nikawa yaani kama vile kuzoea, si kwamba sasa nimesema kuzoea, si kwamba nitaifanya na kingine. Baadaye nikawa nakusanya zile pesa, lakini manyanyaso yanaendelea kama vile. Nimefanya ile kazi ndani ya mwezi mmoja na siku 16. Nimefikia hatua sasa nikasema hii kazi hapana, sitaweza tena kuendelea. Aliponipa hiyo pesa yangu ya tarehe 30 mwezi wa 3, akanilipa pesa na alikuwa ananipa zile pesa, nilikuwa nazo, nilikuwa natunza. Akanipa pesa akasema yaani nitakulipa mshahara mkubwa kuliko huu kadha wa kadha. Siku ya mwisho sasa alichofanya, alitaka nimenye sehemu zake za siri, nikawa nimegoma. Nilivogoma akaanza kunifokea, yaani akaanza kunitisha sasa. Yaani nakulipa pesa zangu kadha mimi sijui nini. Yaani subiri nitakufanya kitu kibaya utakaoamini kwenye maisha yako. Yaani akaniahidi kile kitu, nikasema sawa, lakini hicho kitu sifanyi. Alafu nikiangalia kile kitu, basi yaani kile kitu nilikuwa nimezoea kukifanya. Yaani nilikuwa nimeshazoea, yaani ale mazoea. Baadaye alipotoka, baada ya kuniahidi kwamba atanifanya kitu kibaya, baada ya kukataa kunionya sehemu za siri, akawa ameondoka. Chekimacho. Ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 3 sasa. Mwezi wa 4. Baada ya hapo aliondoka, mimi nikawa nakagua mle ndani, nikakuta maana alikuwa ananifungia. Nikakuta mlango wa nyuma, huo mlango umetengenezwa kama kabati. Sukuma hivi mlango unafunguka. Nikasema mbona hapa ukifungua mbona kama vile unatoka nje? Ilikuwa majira ya saa 11 jioni. Nikaona mbona kama nje kabisa, Mungu ameshatoka. Simu zangu alikuwa amezifungia, na nilikuwa najua pale amefungia simu zangu. Nikachukua sukumio la chapati nyingine, nikavunja kabati lile drawer, yaani lile kabati lilikuwa lina drawer. Nikawa nimevunja, nimetoa simu zangu pale. Simu moja ilikuwa imezima, ila simu nyingine ilikuwa haijazima. Nikawa najaribu kumbipu ndugu yangu.
naye akawa nijibu. Nilichofanya mimi nikachukua begi, nilikuwa kuna begi mle ndani, nikachukua nikapakia vitu vyangu, nikaondoka. Nimetoka pale nje nikalitupa begi nje. Nikawa nataka nitoke sasa nijivute kupanda mti, nikawa nimefunga mtandio. Nimefunga mtandio kule juu ya mti mtandio kateleza nikaanguka. Na geti lake la ile mama lilikuwa ni geti la pipe. Nikawa nimepanda kwenye pipe zile nikawa nimeruka. Kuruka nje nikawa nimevaa baibui. Kuna watu wanapita lakini wale watu hawakuniuliza chochote. Nimefika nje pale nikakuta kwa mbele yake kwa kuna bajaji. Nimeongea na bajaji nikamwambia nipeleke sehemu fulani ambapo kulikuwa kuna ndugu yangu. Baadaye nimeondoka nimefika sehemu fulani ambapo tulikuwa tunaelekea kwa ndugu yangu. Akawa amenipigia yule mama kupitia simu yangu. Aliponipigia sikupokea. Baada ya hapo nimefika kwa ndugu yangu, ndugu naye alikuwa anafanya kazi sehemu na bosi wake akasema mimi siwezi kukaa na ndugu wawili, labda ndugu yako aende kwao. Na mimi sikupinga kwa sababu nilikuwa na pesa zangu, nikasema sawa naweza kwenda kesho wakati tiketi. Nimeondoka pale, nimerudi nyumbani kwetu. Ulikuwa umepata jumla ya shilingi ngapi mpaka hapo? Nilikuwa nimepata 900 nikijumlisha na ile alivyokuwa amenipa ile mshahara wangu. Maana yake nilikuwa na 1,100,000. Okay. Nimefika nyumbani nimekaa siku mbili. Yule mama ngoja hiyo 1,100,000 ni hela ambayo amekupa ndani ya huo mwezi na siku 16. Okay, 900,000 ni zile zawadi, 200,000 mshahara. Okay. Nimefika nyumbani. Yule mama akaona atengeneze kesi, labda alijua kwamba mimi nitaanza kusema maneno yale nitaanza kufumbua siri zake. Nimefika nyumbani nimekaa siku mbili na 3 wakaja mapolisi. Wamekuja mapolisi walikuwa 9. Wakaniambia ndio fulani unahukumiwa kwa kesi. Sauti. Unahukumiwa kwa kesi ya wizi. Na mimi moyo wangu kwanza ulikuwa ule, yani sikuwa hata na ile hofu. Wakawa wamenikamata, ilikuwa mida ya saa 4 usiku. Wakanipeleka kituo cha mkoani pale, wakaniweka, wakawa wananioja. Wewe umeiba 2,000,000 na dhahabu. Nikasema afande nimezoea sina. Wakawa wamenyang'anya. Nimekaa pale mahabusu wiki mbili. Baadaye wakanisafirisha kunirudisha Dar es Salaam tena. Wamenirudisha, nimefika Dar nakuta jalada tena jingine linasema kwamba nimeiba 8,000,000 na $100,000. Nikasema sawa. Mafande pale wakawa wamenang'ana kuwa pesa ziko wapi pesa. Labda tuoji baadhi ya ndugu zake watatuambia pesa ziko. Ndugu yangu naye alipokuja kuhojiwa akasema kaza kuwa na pesa kiasi hicho. Kwa hiyo wamenikamata na ule mzigo niliokuja nao kule nyumbani, begi nilikuwa nao na zile baadhi ya pesa. Nimekaa pale mahabusu ya watu wazima miezi 4. Nimekaa pale miezi 4. Baadaye nikapelekwa mahakama ya wakubwa. Nimefika pale mahakama ya wakubwa maana walikuwa wameshaniandikisha kwamba mimi na miaka 19. Nimepelekwa pale mahakama ya wakubwa, hakimu alivyoniona akaniuliza na miaka mingapi, nikamwambia miaka 17. Baadaye hakimu akawa anafokea mafande pale na yule alikuwa mpelelezi wangu wakawa yule hakimu akashauri kwamba mpeleke mahakama ya watoto Kisutu. Baadaye mimi nikaa nimerudishwa tena mahabusu ya watoto, mahabusu ya watu wazima. Akaja akanidhamini mama wangu mkubwa. Baada ya kunidhamini nikaa naishi nyumbani kwake pale. Nimekaa pale tukawa tunahudhuria kwenda mahakamani, sasa kupelekwa mahakama ya watoto. Na mahakama ilikuwa ishamishwa Temeke.
tukawa tunaenda kulikuwa shika kadhaa. Baadaye yule hakimu akasema kwamba hizo milioni na $100,000, unajua $100,000 ni pesa ndefu. Wewe mtoto ulitoka na kontena la gari pale nyumbani. Kasema hapana. Sasa baadaye yule afande sio kula hela, sio kula rushwa. Ile kesi nikaa inaenda, na kwanza yule mama alikuja pale mahakamani amevaa stara nini, na mimi nilikuwa na wakili wangu akampiga maswali pale akuweza kumjibu wala kujitetea. Baadaye mama hakuweza tena kuhudhuria kabisa mahakamani. Nikawa nimetoka tena, nikatolewa dhamana ya mahakamani. Nikawa nimerudi nyumbani. Kwa tunapigwa tarehe hivyo baadaye afande. Nikawa nimeona hii kesi inaenda sana. Nikawa nimesema mama mkubwa mimi siwezi kuishi huku tena. Nikawa nimeondoka nikaenda Dodoma yangu. Nimeenda Dodoma pale, huyo mkuu wa kituo pale cha upelelezi Stabile akaniambia, babu, kesi yangu iliondolewa na Jamhuri mara kwanza, haikuwa na ushahidi. Nikawa nimeondoka. Baada ya kuachiwa pale wakanikamata tena mara mbili, sijui wakanikamata wanipeleka tena kituo mkubwa tena akaenda kulizamini. Nikaona kama vile wananisumbua, nikaondoka. Sikuambia kwamba nilifanya kazi ya kazi, lakini wenyewe wamenikazia wizi. Nilipofika Dodoma nimekaa siku 4, yule mkoto ndo akanipigia, babu mkuu, kesi yako nairudisha mahakamani, basi ishi, usifanye kutoroka tena, utasababisha mambo makubwa. Nikawa nimerudi tena Dar es Salaam. Kesi ikawa tena imetengenezwa jalada lile la mara kwanza nyingine na la mara pili nyingine. Nikatengeneza tena jalada nyingine nasema kwamba nimeiba milioni 4 na sina nguo na nini sijui. Yaani vitu vingine tena. Nikawa nimebadilishiwa na akili. Wakanipeleka tena mahakama ya watoto. Nikaenda pale wamenisomea kesi yangu hivyo. Nikawa nakataa fulani. Nikasema hapana, si kweli. Mama mkubwa tena akaenda kutafuta karatasi za dhamana, nikakataa dhamana. Nikasema basi kokote kule mtakonipeleka. Ndio nikawa nimepelekwa mahabusu ya watoto Upanga. Nimeenda mahabusu ya watoto Upanga, nimekaa mwezi 1.5. Nikawa najifunza kushona cherehani na vitu vingine. Baadaye kesi yangu yule mzee wakawa wananiambia, kwani kesi yako kadhaa, ndo kueleza jinsi kilichonitokea. Ndo wakapeleka mahakamani, ile kesi ndo ikafutwa. Ndo nikawa nimerudi nyumbani. Na ningeenda tena na mama hajanitafuta tena. Sawa. Kwa hiyo ulivyorudishwa nyumbani, hapo ndo turnout ilipokusaidia kwa ajili ya nauli. Ndio. Alafu na baadaye wakati unakuja saizi kwenye sherehe ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika, turnout pia imekutumia nauli za kukutoa Geita na kukurudisha. Ya, na ukiwa pale pia msimamizi wenu, mlezi wenu pale kwenye gereza la watoto alikuwa akiendelea kupata misaada mbalimbali kutoka turnout, na jana ndo akapata nafasi ya kukuelezea na kukukutanisha na turnout, si ndio? Ndio. Sawa. Baada ya hichi kilichotokea, sasa hivi unajishughulisha na nini? Najishughulisha na shona nguo, na mimi ni fundi cherehani na pia ni mkulima. Tunalima mpunga, masika na pia nafuga kuku. Okay, vizuri sana. Hongera sana. Na labda una nini ambacho unatamani kutoa kama ushauri kwa historia yako ambayo imekuwa ikigusa mioyo ya watu? Hata kwenye ile sherehe ya watoto jana nimeona umepewa nafasi ya kushirikisha ushuhuda wako wa jinsi gani ambavyo unawashauri vijana waweze kuepuka na hizi changamoto zinazojitokeza. Wewe una ushauri gani kwa vijana hasa walio chini ya miaka 18 wanaokutana na fursa hizi za kuja mijini kwa ajili ya kwenda kutengeneza kipato kizuri kupitia ajira? Una nini cha kuwashauri?
Mimi nachowashauri, namba moja kabisa ambacho yani wasikurupuke kuja mjini au kupewa tu taarifa na fulani kwamba kuna kazi huko kadha wa kadha, alafu na bwana mimi naondoka naenda mjini utafuta hiyo. Yani bora hata ubaki kwa nyumbani kwenu, uza hata genge la machungu, hata ulime bustani wa nyanya chungu kuliko kurupuka kuja mjini. Si kwamba eti wanapokuambia maisha popote pale unaweza kweli kusema maisha popote pale. Namba moja, namba mbili pia kabisa yani wasikurupuke kuja katika ili jiji la Dar. Maana yani mimi kabisa kusema kweli na siwezi kuishi Dar es Salaam. Na washauri kabisa vijana wenzangu, bora ukae nyumbani au uanze kuchunga ng'ombe ulipo kuliko kufanya kazi kama hizo. Unaweza kaidiwa kazi alafu huku unafika unaambiwa kazi nyingine kabisa. Okay, una kingine chochote cha kuweza kutuambia? Kuambia asanteni kwa msaada wenu, kwa kuwa mnaniunga mkono, mnanitumia nauli na kuja natoa hotuba huku, mnanisaidia, watu walonisaidia kunipa cherehani na bado wanaendelea kuniunga mkono, kwa sababu namba tatu kabisa, yule Father Darrison Karejongo, yeye akati tamaa, yani kila siku akiwa anampigia simu kujulia hali, vipi kazi inaendeleaje. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa umri mrefu. Amina. Na wewe pia Mungu akupe maisha mazuri kuanzia hapo, na umeshafanyika familia ya Turnout sasa. Tutaendelea kuhakikisha usalama wako, tunakulindia, na kikubwa zaidi haki zako ziweze kupatikana, na hasa katika hiyo kesi ambayo imeshapita na hujapata haki zako. Turnout tutaona jinsi gani tunaweza kuhakikisha unapatiwa haki zako. Zaidi sana tukushukuru kwa kututembelea, kufika kujua ofisi zilipo, na tuseme pole kwa changamoto uliyokutana nayo. Ni mtihani, lakini Mwenyezi Mungu akupe uimara, akupe ujasiri, na tunakutakia maisha yenye baraka, lakini pia ukawe mfano mwema, ukawe balozi kama ulivyosimama kwa ujasiri katika siku ya watoto wa Afrika, ukazungumza kwa ujasiri. Tunatamani wadada wengi, mabinti wengi kupitia wewe wakaepushwe na mitandao hii hatari inayoweza kunyanyasa watoto na kupoka haki za watoto. Sawa sawa, Basi tunakushukuru sana. Mpenzi mtazamaji, hapa tuko makao makuu ya Turnout. Na huyu amekuwa ni mmoja kati ya wageni waliotutembelea leo, tukiwa tumemaliza kabisa kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, tukiangazia masuala kadhaa wa kadha ambayo yamekuwa yakitokea na kuweza kukiuka haki za mtoto na kuleta unyanyasaji kwa watoto. Umesikiliza historia yake. Aliahidiwa kuja katika jiji la Dar es Salaam kufanya kazi ya M-Pesa kwa mshahara wa 200,000, na hatimaye akajikuta ameletwa kwa mama mtu mzima wa takriban miaka 60 ambaye alikuwa anamtumikisha kingono, na baada ya kumuingiza kwenye hilo kasri lake akazinyang'anya simu na kuzifungia za binti huyu wa miaka 16, na hatimaye kazi yake ikawa ni ya kumuogesha mama huyo na kumvalisha plastic toy kwa ajili ya kumridhisha kingono, na baadaye anamtupia hela kama anamtunza. Ndani ya mwezi mmoja akawa ameshamlipa binti milioni 1,100,000, lakini kwa manyanyaso makubwa, kwa kunyimwa uhuru na kwa kupigwa kila mara anapoonesha kusita kufanya yale anayomwambia yafanye. Hatimaye binti akaweza kupata njia rahisi ya kutoroka kwenda kwao tena, ambapo mama yule akamtumia wakala wake aliyompatia huyu binti tena kupeleka mapolisi ambao walikwenda saa 4 usiku nyumbani kwa kina binti na kumkamata akitumiwa kwa makosa ya wizi wa takriban milioni 2 za Kitanzania jumlisha dhahabu. Wakati huo akifika mahakamani, kesi ikabadilika kwenda milioni 8 na dola 100,000. Wakati huo mama huyo anatokea katika mavazi ya stara kama alivyosema binti, na akiwa ni mwenye asili ya Kiarabu. Kwa
Kwa hiyo akifika na magari yake ya kifahari, huwezi jua ni mama ambaye anafanya vituko kama hivyo kwa watoto, na amejinasibu kwamba ameshaweza watoto wengi wa kike wamepita hapo kwake, na kazi yake ni moja tu, kumridhisha kingono. Kwa hiyo unaweza kuona tunapozungumzia human trafficking, tunaposema kwamba ni exploitation of individuals for forced labor resulting in dirty bondage or slavery, ndio tunachokiongelea hicho. Lakini exploitation of individual for commercial sex, hii ni mambo ambayo yanatokea kila siku, lakini wengine wanaweza wasio wanaelewa. Lakini tunasema victim any age, umri wowote ule. Unaweza kuona saizi tuna binti wa miaka 16 na wengine wako wa umri wa chini zaidi. Lakini race, gender, ethnicity or social economic background, haijalishi ni mtoto wa tajiri, maskini, kila mtoto yuko at high risk ya kuweza kuengage au kuwa involved katika human trafficking. Lakini traffickers often target those needing support. Kama binti anavyoelezea, alitoka huko na alidhani pengine kwa kupata mshahara wa 200 ataweza kujikimu mahitaji yake na pengine kusaidia familia. Kwa hiyo wahanga wengi wamekuwa ni watu wanaotoka katika mazingira sana ambayo ni ya uhitaji, shelter, clothing, food, money, drugs au alcohol. Wengine wamekuwa wakiingia katika njia mbalimbali. Lakini mambo haya yamekuwa yakitokea zaidi katika hotels au motel setting, massage, paroles in mining areas, plantation, agriculture sector, fishing sector, pelt trading, exploitative begging, domestic servitudes na wengine ambao wako katika maeneo tofauti. Kwa hiyo tumeweza kuona hapa ni baadhi tu ya masala yanayohusu human trafficking na jinsi gani ambavyo kumekuwa kuna mbinu mbalimbali zinazotumika za kulaghai, za kuvutia vijana kuingia katika soko la ajira, lakini pindi wanapofika katika maeneo hayo wanakutana na kile walichoahidiwa kuwa tofauti na kudhibitiwa kuweza kufanya au kufanyishwa kitu ambacho ni tofauti nje ya uhuru wao na kutishiwa maisha, aidha kuuawa na vinginevyo. Kwa hiyo umesikia hiyo historia. Naomba tuwe mabalozi tunapoadhimisha siku ya mtoto Afrika. Tumeambiwa kauli mbiu yetu ni haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Hebu tujitafakari, tuangalie tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Lakini rai yangu kwa taifa na kila mdau wa haki za watoto, niweze kusema watoto ni wetu na tuwalinde kwa wivu mkubwa sana. Kama Tanahut tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tutakuwa ni kiranja au tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha haki za mtoto zinafuatwa, na sio tu zinafuatwa lakini zionekane zikifuatwa. Shukuru sana na kutakia wakati mzuri.